Those clips that you see people circulating about what I said in 2022, about wash, about lies, and so on. And I said, don't wait to circulate this clip. I am telling you the truth like I did in 2022. So I told you, you are being lied to. These things you are being told are not true. I have been in government. These things you are told about budgets are not true. They are lies. Have they come to pass or not? Si ukweli umeonekana. So, and I'm not saying this today, don't wait to circulate this clip again. I'm telling you, we're headed the wrong direction as a country. So sababu, we fought for independence, we are an independent country, we have a constitution. How will you go to a church? Wewe hata niambie, au unaingia kanisa namna gani na polisi kupiga watu tia gazi kwa kanisa? Hata yule ambaye alitoroka, tafadhali mumwambie arudi haraka atutoe urogi, sababu sisi, how can we live like that as a country? Bishop kama hawa wazee wanatuongoza hapa, watu wa Mungu wamewekea mikono, wanatuzungumzia eti uingie hapa kuwapiga tia gazi hawa. Yani, what is happening ni kasumba ile ya kusoea mpaka umelewa na uongozi na nguvu. You are drunk with power. That's why I'm telling you, my fellow Kenyans. Kwanza tuombe nchi yetu. Pili sisi tukae pamoja, kwa sababu unajua wakati shida iko kwa nchi namna hii, tunaweza kudanganywa tuanze kugawanyika. Nimeanza kuona jana kwa social media mambo mengine imeanza kuingia ile ya kusema sijui ni kabila fulani, sijui kabila hii kutoka Mount Central. Shida yetu si kabila Kenya hii. Shida yetu ni uongozi mbaya. Na uongozi mbaya si kabila. Ama namna gani? Yeah. Shida yetu Kenya hii ni uongozi mbaya, sio kabila. Huwezi kusema ni kabila hii ama kabila hii namna hii. Ukiwa mgonjwa, ugonjwa unakuja kwa watu wote. Ukiwa na shida ya kulipa fees ni kwa watu wote. Sasa ukiona watu wameingia hiyo kasumba ya kwanza kusema ni kabila hii, ni kabila hii, hao wako na shida, wameshindwa kufanya kazi yao. Sasa wanatafuta visingizio. Piga hawa, piga wale tia gazi, fanya hivi. Mimi naomba na tuombe Mwenyezi Mungu, tukae pamoja, tuendeshe nchi yetu tukiwa sisi wote pamoja, na tupendane kwa sababu sisi ni wamoja. Sisi hatuna shida na mtu mwingine, hatutukani mtu, tunataka nchi iwe pamoja na iendelee mbele. Na hayo maneno ambayo yamefanyikia Mheshimiwa Rigathi Gachagua leo asubuhi ni aibu. Yaani aibu, hatuwezi kujua vile tutaeleza watoto wetu. Eti kiongozi anaenda kuongea pale, anapigwa tia gazi. Na tuko na katiba, na wakati huu ni wakati wa uhuru. Unaweza simama uongee yako na huyu ongee yako. Siasa ni kama soko. Nauza nyanya zako, na huyu auza avocado yake, na huyu alete ndizi zake, na mwingine aleta avocado zake kama zimeoza, uone vile ziko. Alafu sasa wakununua ndiye ataamua huyu alinidanganya 2022 na ameleta tena avocado zile alileta 2022 siwezi kwenda kwake. Sasa wale na avocado zao zimeoza wasilete kwa soko, na sisi tuko na fresh avocado ya kuuza, na tuko na fresh ndizi ya kuuza. Tukubaliwe tuuze sisi zote, kila mtu auze yake, ama namna gani? Namna hiyo. Na mambo ya kukomboa nchi hii, mimi hapo ndio nataka kuwa mbele, sababu siku nyingine tukikutana nitaongea mengi kuhusu hayo, lakini tunaelekea babaya. Tutafute namna ya kurekebisha. And mimi I'm ready to fix this country. Mimi niko tayari. Sababu ninaelewa ile shida iko huku. I understand where the problems are and I'm ready to fix the country. Na yule kiongozi aliniuliza siku ile, Bishop, mwambie nafikiri nimejibu. What I don't know now is whether this is God's timing, lakini nimekubali vile aliniuliza nisimame, nimekubali, nimesimama. Sasa mengine nimewacha kwa mikono yenu. Hii ndio mtatupanga wakati huu ukifika. Tuombe pamoja.